Praise God, hallelujah wapendwa, popote mliwepo na wasalimu katika jina la Yesu, mfalme wa wafalme. Nimefurahi kuona Mungu ametukirimia wiki mpya, wiki njema. Napata nafasi za kuomba neema ya Mungu endelee kuwalinda popote mliwepo, endelee kuwafurika na utukufu wake. Neema ya Mungu endelee kuwakatia njia wapendwa ndani ya wiki hii. Muone uwepo wa Mungu, upendo wa Mungu, neema ya Mungu, mkono wa Bwana ukitenda makuu juu ya maisha yenu. Ahimidiwe Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi, Mungu mwenye upendo, neema na rehema, aliyetupa siku ya leo, Jumatatu ya baraka. Tumeamka na Bwana. Ndugu yenu Apostle Simon Claude. Jina la Bwana lihimidiwe tena libarikiwe. Bila ukawia, tusome kitabu cha Mathayo sura yake ya 10 mstari wa 5 na ule wa 6. Hao tena shara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika njia yoyote ya Wasamaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Ninajiuliza ninaposoma andiko hii, hawa watu walitaka kwenda kwa mataifa. Hawa watu walitaka kwenda kwa Samaria. Bali Bwana akawakataza, akamwambia ni heri mwende kwa kondoo za Israeli ziliopotea. Sasa kwa nini Yesu aseme afadhali mwende, msiende huku? Ina maana kuna muda mitume waliyaona matendo makuu ya Bwana, wakaona Yesu anavyotumika, wakasikia na wao wana shauku ya kutaka kwenda haraka kutumika. Akawakataza, akamwambia afadhali mwende katika kondoo za wana wa Israeli. Sikia, kondoo zinajua sauti ya mchungaji. Ina maana walikuwa wajapata revelation yao, wangeweza kuyaongea maneno na mafundisho ya Yesu, na hawa kondoo wangewaelewa, wangewatambua, kwa kuwa kondoo wanajua sauti ya mchungaji. Ndio maana aliwaambia afadhali maneno na mafunuo mtakayoongea hawa wanaweza wakayaelewa. Lakini mkienda kwa mataifa pasipo maongozi, pasipo ufunuo, pasipo nguvu za Mungu, mtakufa, watawaua siku bado. Kumbuka Yesu alipofufuka hakuwakubalia tena kwenda kufundisha. Aliwaambia subirini ahadi mliosikia kwangu. Mtapewa uweza, Roho Mtakatifu, mtapewa nguvu Roho Mtakatifu atakapowajia. Kwa hiyo mwanzoni aliwakatalia kwenda kwa kuwa muda wa kupokea hiyo nguvu ulikuwa hujafika. Muda wa kupokea hiyo nguvu ulitakiwa ufike wakati Yesu ameshafufuka katika wafu. Kwa hiyo sasa walihitaji kwenda mapema sana kabla muda wa Bwana hujafika. Hayo yanatufikia katika maisha. We are surrounded. Tumezungukwa na watu wengi. Tunaona wengine wamefanyikiwa, wametoboa kimaisha, wana fedha, wamejenga nyumba, wamenunua magari. Na sisi tunasikia kwamba tunaweza tukazishika njia tunazojitakia. Tunazishika njia tunazozichagulia sisi wenyewe. Lakini Biblia inasema ziko njia mtu anaziona ni nzuri kwa macho yake, lakini zinabeba mautini. Ashukuriwe Yesu kwa upendo wa pekee aliyetupenda, ambaye anapana mwongozo, direction katika maisha yetu. Yesu aliona wataangamia, akawapa direction. Nimekuja katika Jumatatu hii nikitangaza katika jina la Yesu, Yesu asiyebadilika, neema yake ikakupe direction.
Uiendee kazi ambayo inakufaa tena sahihi. Uiendee biashara ambayo haitaleta hasara bali italeta mafanikio. Ninakuombea uvuvio wa Roho Mtakatifu ukaongee na wewe, ukufunulie makubwa. Mungu akupe ufahamu wa kuelewa kazi unazozifanya ili ukaiendee kazi ya kweli. Mpendwa, Mfalme Daudi alishuhudia akasema, nilikuwa kijana sasa mzee, bali sikuwahi kuona mkamilifu akiachwa. Yote it depends, inatokana na muda. Yes, it's the matter of time. Ni mata ya muda. Acha kupambana, acha kupigana, acha kujichukulia maamuzi. Mshirikishe Bwana. Bwana anajua linaokufaa, anajua njia yako ya wewe kubarikiwa. My God, hallelujah. Mungu mwenye haki yuko mpendwa, amechoka, hajui ashike lipi aache lipi. Yuko njia panda, amechanganyikiwa. Ninamwombea Bwana, tuliza nafsi yake, roho yake na mwili wake, akaupokee ufunuo utakayemsukuma katika njia ya haki, katika jina la Yesu. Yuko mtu amekata tamaa, magonjwa yamezidi kwenye familia yake, kila mwezi anapata ripoti ya magonjwa. Kama umeniita Mungu wangu, ninasimama kama mtume, ninatangaza uzima, natangaza uponyaji, natangaza ufungulivu katika familia hii, katika jina la Yesu. Kila roho iliyokusimamia mpendwa, ikapigwe na moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Niamka na Bwana. Naomba Mungu, kitu cha kwanza leo, omba direction katika kazi unaenda kuifanya. Omba maongozi. Bwana mpaka leo anaongea. Bwana mpaka leo anahitaji kutushauri. Kitabu cha Zaburi, la sijidanganye 82 mstari wake ule wa 6, inasema, nitakushauri, nitakuonesha njia utakayoipitia. Asema nitakuongoza, nitakuonesha njia utakayoipitia, nitakushauri, jicho langu litabaki kwako. Kwa hiyo Mungu anaamua kutushauri, Mungu anaamua kutuongoza, Mungu anaamua kutukatia njia. Anahitaji kutushauri, anahitaji kutuongoza. Basi tusichukue maamuzi yetu, tumuombe Bwana. Ndio maana tumeamka na Bwana, tunaanza siku naye, tunaanza wiki naye. Kabla tujafanya chochote, Bwana intervene ndani ya kazi yako, intervene ndani ya hiyo relationship, intervene ndani ya familia yako, intervene ndani ya mpangilio ulionao, intervene ndani ya kazi, kila kitu kiende sawa. Begin to pray now, by fire, by power. Begin to pray my friend. Begin to pray. Ondoa uvivu, ondoa madhaifu, ondoa huyo usingizi, usikubali ukukandamize. Simama, omba in the mighty name of Jesus. Begin to pray. Begin to pray. Hallelujah. Begin to pray, begin to pray, begin to pray in Jesus' mighty name. Pray, pray.